Voice FM, lugha ni moja. Wanachama wengine wamehama matawi yao, wengine wamehama kata, wengine wamehama wilaya, na wengine wamehama mikoa, na wengine wamefariki. Okay. Kwa hiyo sasa kadi zimekuja. Kwa kupitia zoezi la ugawaji wa kadi, intention yetu pia ni kufanya maboresho ya kanzidata ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Sumbawanga mjini. Okay. Na ndio maana hatuzigawi holela, tunazigawia pia kupitia mfumo. Mwanachama anatakiwa kufika kwenye tawi lake akiwa na kimoja wapo kati ya kadi ya mpiga kura au kitambulisho cha NIDA, anaonyesha ili tuweze kumtambua kwanza. Kwa tutaangalia majina yake na tutaingiza jina lake kwenye system yetu, tutaonyesha mwanachama huyu yupo na kadi yake imetoka. Atagaiwa kadi yake na tutafanya maboresho ya taarifa zingine. Kama bado ni mwanachama wa tawi hilo, namba ya simu ile aliyoiweka kipindi anasajili ndio hiyo anaitumia sasa hivi, na taarifa zingine ambazo ni muhimu katika uboreshaji wa kanzidata ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na katika zoezi hili la kuandikisha wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa mfumo huu wa hizi kadi za kielektroniki, pengine kwa CCM Sumbawanga mmefanikiwa kwa kiasi gani mpaka hivi sasa? Zoezi lolote ni lazima liwe lina target, liwe lina malengo. Na sisi malengo yetu ilikuwa ni kuandikisha 20% ya wakazi wa wilaya ya Sumbawanga mjini ambao ni wana CCM. Mpaka sasa hivi tunapokimbizana wilaya yetu imeandikisha 18%. Kwa hiyo tunatafuta 2%. Okay. Na kama ambavyo tunafahamu uchaguzi ni mahesabu, election is number. Na sisi ili tuweze kushinda uchaguzi tumejidhatiti kwenye mahesabu ya awali. Kwa hiyo lengo la kusajili 20% ya wakazi ambao ni wana CCM ilikuwa ni target yetu ya kutupeleka kwenye ushindi wa mwaka wa uchaguzi wa udiwani, ubunge na urais mwaka 2025. Kwa hiyo tulijiwekea malengo, sasa tunakimbizana na malengo. Hapo tunadaiwa kama 2% ili tuweze kuhakikishia ushindi wa Chama cha Mapinduzi kabla uchaguzi hujafanyika, kwa kuwa na idadi kubwa ya wanachama ambao pia ni wapiga kura. Okay. Kwa hilo ndio lilikuwa lengo letu, na tunakimbizana na lengo. Tuko kwenye hatua nzuri ya kufikia malengo ili kujihakikishia ushindi wa Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya udiwani, bunge na urais. Tuko na Innocent Kisanyage, ni katibu mmoja wa wazazi wilaya Sumbawanga mjini ndani ya Chama cha Mapinduzi. Anazungumzia zoezi la ugawaji wa hizi kadi za kielektroniki. Kwa hiyo kwa mwananchi ambao unasikiliza ni mwana CCM ulishajiandikisha, kama haujachukua kadi yako mpaka hivi sasa, tunakukumbusha fika kwenye tawi lako hivi sasa uweze kuchukua kadi yako ya kielektroniki, na huduma hii ni bure. Jambo la msingi kama alivyozungumza katibu, unatakiwa ufike na kitambulisho chako cha mpiga kura. Kama hauna hicho, basi fika na kitambulisho chako cha taifa. Wakati mnaanza, pengine madhumuni ya zoezi hili yalikuwa ni kitu gani katibu? Mazumuni mama ya zoezi hili, nafikiri kwa sasa hivi hata nyie Voice lazima muwe mna database ya mashabiki wenu. Kama unataka kufanikiwa kwenye jambo lolote, la kwanza ni kufanya identification. Sisi tulikuwa tuna fanatic ni wapenzi. Sasa tukawa tuna mkakati wa kubadilisha wapenzi kuwa wanachama ili waweze kuwa na haki na uhuru wa kufanya maamuzi kama katiba ya Chama cha Mapinduzi inapoelekeza. Kwa hiyo lengo mama ilikuwa kwanza lazima tujue wana CCM wako wangapi katika wilaya hii. Ilikuwa ni lengo la kufanya identification ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Then tukishafanya identification ya Chama cha Mapinduzi, tujue wanatoka kwenye mashina gani, wanatoka kwenye matawi gani, wanatoka kwenye kata gani. Tuseme tu Chama cha Mapinduzi kina wanachama takriban, hatutaki mambo ya takriban. Tunasema tunataka sasa tuende na kauli Chama cha Mapinduzi wilaya ya Sumbawanga mjini kina wanachama 42,858. Kati ya wanachama hao wenye vigezo vya kuwa wapiga kura ambao wana shahada za mpiga kura na wamejiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ni takriban wanachama 30,000 and so forth. Maana yake hiyo sasa ikijumlishwa nchi nzima, sasa unaweza ukazungumza sasa ukiwa umejidhatiti kabisa kwamba Chama cha Mapinduzi nchi nzima, kwa sababu zoezi linafanyika nchi nzima. Mikoa yote bara na visiwani. Ndio. Mwisho wa siku na sisi sasa katibu wetu mkuu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi anaweza akatoka hadharani akasema sasa wanachama wa Chama cha Mapinduzi nchi nzima ambao tumewaandikisha na wapo kwenye kanzidata. Maana yake wako under control ya Chama cha Mapinduzi. Ni kadhaa. Particularly jimbo la Sumbawanga mjini basi litakuwa limechangia wanachama 42,852 as we speak, kama tunavyozungumza sasa hivi, na zoezi la usajili wa wanachama bado linaendelea. Kwa hiyo lengo la kuwakusanya wanachama kwa lengo la kuwatambua ni jambo muhimu kwa chama chochote chenye dhamira kushika dola au cha kuendelea
kuendelea maintain position ya kukamata dola. Okay. Lazima chama hicho kiweze kujitanabaisha kina wanachama wangapi. Sisi tuna wanachama ambao wanashikika. Na nafikiri Chama cha Mapinduzi kinaweza kuwa ni chama tofauti na vyama vingi barani Afrika na vyama vingi kwenye nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kina wanachama ambao wako live, wanashikika. Hata wewe leo ukitaka kuwa Doubting Tomaso, ukitaka kuwa ni kama Tomaso, utakufungulia mfumo wa chama chetu, utaingiza mkoa wa Rukwa, utaingiza wilaya ya Sumbawanga mjini, zitafunguka kata 19 za Sumbawanga mjini, yatafunguka matawi 88 ya Sumbawanga mjini, yatafunguka mashina 802 ya Sumbawanga mjini. Kwa hiyo mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ukimsearch pale, kama unamsearch kwenye kata ya Katandala, atafunguka kata ya Katandala, atafunguka matawi ya Katandala, utamtafuta kwenye tawi moja hapo la Katandala. Lile tawi likifunguka utaona mashina ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni namna ambavyo chama kime-improve kutoka kwenye mfumo wa analog kwenda kwenye digital. Okay. Na tunatamani kufahamu pengine ni kwa namna gani sasa CCM unavyoiona katibu mnakwenda kupata ushindi kuelekea uchaguzi mkuu hapo baadaye mwezi Oktoba kupitia huu mfumo? Ni dhahiri shahiri kwamba ushindi wa CCM ni kama maji. Usipoyaoga utayanywa. Usipoyanywa utayanawa. Iwe mvua iwe jua. Iwe mvua iwe jua. Na haya tunazungumza dhahiri shahiri kwa sababu ya mipango mizuri chini ya secretariat ya Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine. Wameweka utaratibu huu, wameona sasa ni vyema chama kiweze kutambua na chama wake, na kama nikirejea maelezo yangu ya hapo awali, kushinda uchaguzi kwenye nchi za Afrika unahitaji maneno mawili tu: organize, mobilize. Kwa Kiswahili organize ni wakusanye, mobilize ni wahamasishe. Tunawakusanya wanachama wetu kupitia hii Kanzidata database ya Chama cha Mapinduzi. Tunawahamasisha wanachama wetu wajitokeze kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Tutawahamasisha wanachama wetu wajitokeze kwenda kuchagua viongozi wenye sifa kwa mujibu wa taratibu za chama kwenye mchakato wa kura za maoni. Ndio. Halafu then tutawahamasisha wanachama wetu wajitokeze kwa wingi kwenye kampeni za uchaguzi ambazo zitakuwa zimewekwa wazi na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na mwishoni tutawahamasisha wanachama wetu wajitokeze kupiga kura siku ya kupiga kura tarehe 25 mwezi wa 10, kwa sababu ya kumchagua diwani anatokana na Chama cha Mapinduzi, mbunge anatokana na Chama cha Mapinduzi, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatokana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunahitaji tu maneno mawili hapo. Organize, mobilize, wakusanye, wahamasishe. Na hichi ndio tunakifanya kupitia mfumo huu wa udahili wa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Okay. Sasa bila shaka CCM mkoa wa Rukwa wanatoa taarifa hivi sasa. Na hapa tunazungumzia ni Sumbawanga mjini. Nataka nifahamu utaratibu, kama kuna listi ya hayo matawi ambayo yapo hapa Sumbawanga mjini, wanachama wenu wanaweza kufika na kuchukua hizo kadi zao. Listi ipo na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, unless kama mtu awe ni mgeni. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanafahamu utaratibu wetu wa utambulisho. Mtu akijitambulisha atasema mimi ni fulani bin fulani, ninatoka kata ya Katandala, ninatoka tawi fulani, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kutoka kwenye shina fulani. Huo ndio utambulisho wa mwana CCM. Tokea unakuja kupewa kadi, utaratibu ni huo. Kwa hiyo wana CCM, na hili zoezi kwa sababu tunawatangazia ni wana CCM. Na kwa nini tunawatangazia? Kwa sababu kama tulivyosema awali, zoezi la udahili wa wanachama wa Chama cha Mapinduzi lilianza mwaka 2018. Kwa hiyo kuna miaka kadhaa hapo imepita, kuna watu wengine wamebadilisha namba za simu, kuna watu wengine wamefariki, kuna watu wengine wamehama mikoa. Na utaratibu wa chama kilituma ujumbe wa SMS kwa wanachama wote hao. Kwamba habari ndugu fulani, kadi yako imetoka, iko katika kata ya Katandala tawi fulani. Kwa hiyo fika na kadi yako mpiga kura. Au kwa hiyo kwenye kata zote na matawi yote hizo kadi zinatolewa na wanachama wana taarifa. Sasa tumejaribu kuongeza wigo wa uhamasishaji, kwa sababu kama hivyo nilivyosema, kuna wengine wanabadilisha namba za simu, maana yake ujumbe ukitumwa obviously hawataupata. Wengine namba zile hawazitumii, maana ni za muda mrefu kuanzia mwaka 2018, na kama tunavyojua kwenye jamii watu wengine wanabadilisha namba kwa sababu moja au nyingine. Kwa hiyo tumeamua kuja kwenye redio sasa kuwiden wigo wa taarifa, ili basi wana CCM popote walipo, sehemu yote walipo, wajue kwamba kadi zao zimefika, zitatolewa kwenye matawi yao, na wenyewe wafike kwa wingi wakazichukue, kwa sababu pia ni kadi zenye ubora, zinaweza zikawasaidia kwenye mambo mbalimbali. Chama kinapiga hatua sasa hivi, kinafanya mabadiliko ya kiteknolojia. Sasa hivi hata tukaenda kwenye vikao tena tuulizani, wewe ni mjumbe au si mjumbe, utatoa kadi yako, itakuwa inaskaniwa, taarifa kule zinaonekana. Kwamba huyu ni katibu wa kata, basi kama ni katibu wa kata au ni mwanachama au ni mwenyekiti wa kata, automatically ni mjumbe wa halmashauri kuu ya kata,
ni mjumbe wa mkutano mkuu wa kata, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilaya, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM wilaya, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM mkoa. Kwa hiyo utapata utaratibu wa tukienda kwenye vikao sasa hivi hakuna mambo ya uvamizi wa mamluki na vitu kama hivyo, kwa sababu ukifika kwenye kikao utajitambulisha, utatoa kadi yako ya CCM, sisi tutaiscan kupitia mfumo wetu wa Chama cha Mapinduzi. Tukiscan taarifa zako zinaonekana pale na vikao ambavyo unaweza kuhudhuria kwa nafasi kwa ule wadhifa uliokuwa nao. Kwa hiyo hivyo ndio chama ambavyo kinapiga hatua katika mchakato wa mabadiliko ya kidijitali. Okay. Sawa. Sasa tumezungumzia upatikanaji wa hizi kadi za kielektroniki kwa wana CCM mkoa wa Rukwa. Kila mmoja afike kwenye tawi lake ama kata yako, uliza utaratibu, uwe na hicho kitambulisho cha mpiga kura ama kadi yako ya utaifa. NIDA tunasema uweze kuonyesha, watakupatia kadi yako vizuri. Katibu, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu kama ulivyozungumza mwezi Oktoba mwaka 2025. Hem, tuambie kwa sababu mpaka hivi sasa tunavyozungumza zoezi la kula za maoni kwa wabunge karibia lianze, na hapa tunapozungumza ni Sumbawanga mjini. Nyinyi kama chama mmejiandaje kwa wanachama wenu kushiriki zoezi hilo? Sisi kama chama tumejiandaa kwa sababu kitaalamu mwisho wa uchaguzi mmoja ni mwanzo wa uchaguzi mwingine. Na hichi ndio kitu ambacho kinafanya Chama cha Mapinduzi kinakuwa chama tofauti na vyama vingine. Mwisho wa uchaguzi mmoja ni mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mwingine. Kwa hiyo mnapomaliza tu ile mnaanza tena kuandaa 2030 kwa sababu election is a process. Pia uchaguzi ni mchakato na maandalizi ya uchaguzi ni mchakato. It's not a one stand night. Hauwezi kuzuka. Na tofauti ya CCM na vyama vingine ndio hiyo. Vyama vingine huwa vinazuka kipindi cha uchaguzi. Lakini CCM ni chama ambacho kiko existed kwa kipindi chote na kiko live, yani kwa muda wote. Hiyo ndio inaleta tofauti tu ya CCM na vyama vingine. Unless ukisema kwenye similarity and difference, yani kwenye ufanano na utofauti utasema vyote ni vyama vya siasa, lakini kwenye utofauti hiyo ndio inaleta utofauti. Sasa mchakato huu awali ratiba yake ilikuwa itoke tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 15. Kwa ratiba ile awali ambayo baadaye ilikuja kufutwa na kubatilishwa na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Ndio. Sasa hivi mchakato wa uchukuaji na urejeshaji fomu kwa mchakato wa ndani wa chama kwenye ngazi ya udiwani viti maalum na ubunge na urais utaanza tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Zoezi ile la kuchukua na kurudisha fomu, hiyo ni hatua ya awali. Then tutaenda kwenye vikao sasa vya uchujaji. Hapo kuna secretariat, kuna vikao vya secretariat, kuna vikao vya kamati ya siasa, kuna vikao vya kamati ya maadili na usalama na vikao vingine kwa ule mtiririko ambavyo kanuni za uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi na katiba ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza, mpaka baadaye sasa wagombea watapokuja kufanywa uteuzi kwenye vikao vya mwisho vya uteuzi wa diwani. Tunazungumzia na halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Rukwa na kwa ubunge ni halmashauri kuu ya CCM taifa. Kwa hiyo tumeshawaelekeza vizuri kwa viongozi wetu wa ngazi ya kata ambao mchakato utaanzia, na wanachama wako well aware, wako wana taarifa za dhati kabisa kwamba mchakato uchukuaji fomu utakuwa, kwa sababu zoezi wanasema uchaguzi ni mchakato wa wazi na uhuru. Uwezi tufanye mambo ya vificho. Fomu hazitolewi uvunguni wala chumbani, hapana. Fomu zitatolewa kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi kwa ratiba ambayo itakuwa imetolewa maalum, muda wa kuchukua fomu, na kutakuwa kuna mtu pale ambaye amekuwa special assigned hiyo task ya kugawa fomu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na Chama cha Mapinduzi kinafanya mambo yake kwa uhuru na uwazi. So wanachama wana taarifa kamili, na kama basi hataona taarifa kamili wataendelea kuzipata taarifa kamili kadri muda unavyokaribia. Viongozi wa chama wana maelekezo ambao wameshapewa ya namna ya kusimamia zoezi hili na kuhakikisha kwamba mchakato unakuwa free, fair and credible kwenye ndani ya chama. Basi na tunawakaribisha wadau wengine ambao ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi, pindi muda utavotangazwa rasmi au tayari ambao umeshatangazwa rasmi, muda unapofika wafike kwenye ofisi za vyama. Wale ambao wana interest za kugombea udiwani wachukue fomu, wapate taratibu za ndani za chama. Kwenye interest za kugombea ubunge wafike wachukue fomu ili mchakato uweze kwenda. Lakini kuna wale ambao katibu anatangaza nia kupitia magrupu ya WhatsApp mpaka hivi sasa. Sijui chama mtawachukulia hatua gani. Anyway, tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, CCM tunaamini kwamba mnawaona Chadema kama ndio chama kikuu cha upinzani nchini. Sasa hivi imeibuka Chauma ambayo inajinasibu kuwa itakuwa ni upinzani wa CCM. Ili nyinyi mnazungumzia vipi ujio wa Chauma? Kama umeshuhudia jana kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na mafuriko. Siwezi kuzungumza mengi kwa sababu mimi sio msemaji wa Chauma kwanza. Lakini nikitaka kutoa maoni kwa namna ambavyo sisi tumejiandaa
wazungu wanasema come sun come rain. Yaani yoyote atakayekuja aje, sisi tunaweza kukabiliana na yoyote kwa sababu tumekiandaa chama. Na kama nilivyosema, uchaguzi ni muendelezo. Sasa kama chama kimezuka, kama ulivyosema kimezuka jana, watu wakajikusanya hapo Ubungo Plaza, wakajikusanya wakavaa na t-shirt, kama kweli hicho ni chama, basi kitakuja. Kitakuja na hicho chama kina utaratibu wake, kitateua wagombea wake. Tutakutana kwenye debe. Tutakutana kwenye debe sisi tukinadi sera za Chama cha Mapinduzi, ni nini tumefanya kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, na tukiaminiwa nini tutafanya. Basi na wao wengine watanadi, alafu mwisho wa siku tarehe 25 mwezi wa 10 wananchi wataamua kati ya hivyo vyama vingine au Chama cha Mapinduzi ni kipi kinaweza kupewa dhamana ya kuongoza nchi yetu kwa kipindi kingine cha miaka 5. Okay. Kwa hiyo wao wajishikamane, waje. Wakijiunganisha waje. Ninyi mpo tayari? Sisi tuko tayari anytime. Anytime tuko tayari kukabiliana na yoyote kwenye swala la uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ni swala la kidemokrasia. Jumuiya ya wazazi CCM Sumbawanga mjini, tunatamani tufahamu ni kwa namna gani mnashirikiana na mheshimiwa mbunge Aisha Rufani Hilali, mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni vipi mnashirikiana katika kutatua changamoto za wana Sumbawanga, hususan katika kuwaletea maendeleo kwenye nyanja mbalimbali? Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kama jumuiya ya wazazi ni moja kati ya jumuiya 3 za Chama cha Mapinduzi, ya vijana, ya UWT na jumuiya ya wazazi. Na tumekuwa tuna mchango mkubwa sana kuhakikisha tunatengeneza mazingira ambayo ni rafiki yatawafanya wawakilishi wetu kwenye vyombo vya serikali. Maana yake ni wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, wajumbe wa halmashauri kuu za vijiji, madiwani na mbunge wanafanya shughuli zao in a very smooth way, kwa namna ambayo itakuwa haina misuguano. Kwa maana nyingine tunawatengenezea mazingira rafiki ya wao kufanya shughuli zao za kuwaletea wananchi wa Sumbawanga mjini maendeleo. Kwa sababu kama kwenye chama tutakuwa tuna misigano na misuguano, it's very obvious kwamba wenye vitu wa vitongoji, wenye vitu wa vijiji, madiwani na mbunge watashindwa kufanya shughuli zao smoothly. Sasa sisi kama jumuiya ya wazazi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira rafiki ya mbunge na wale wenzake wa chini, maana yake ni madiwani, wenye vitu wa serikali ya vijiji, wajumbe wa halmashauri kuu ya kijiji na wenye vitu wa vitongoji wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mbunge na hao wengine niliowataja ni wauza duka. Sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi ni wamiliki wa duka. Kwa hiyo sasa unaona mahusiano kati ya muuza duka na mmiliki wa duka. Mahusiano lazima yao yanaenda vizuri, kwa sababu ukipishana maana yake duka halitauzika. Na kwa namna yote muuza duka ndo mwenye hisa kubwa, ambao ni sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Okay. Wale wenzetu tumewaambia bana, nyewe tunakuweka hapa mbele utusaidie kuuza ile duka kwa kipindi tumewapa mikataba ya miaka 5. Alafu tutakupima sasa baada ya miaka 5 duka letu umeliuza vizuri. Ndio. Je, sisi wamiliki wa duka tunapata gawio dividend. Maana yake sasa kama mbunge, kama ni diwani, kama ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji ametimiza majukumu yake, maana yake huyo tunamweka kwenye upande kwamba ameuza duka letu vizuri. Basi hata kwenye awamu inayokuja tunaweza tukamuongezea mkataba. Ndio. Kama amefanya kazi yake vizuri na sisi tunapata gawio. Maana yake duka likiuzwa vizuri, wananchi watapata maendeleo, wananchi wengi watatamani kujiunga na Chama cha Mapinduzi, tutaongeza idadi ya wanachama kwenye Chama cha Mapinduzi, tutaongeza wigo wa Chama cha Mapinduzi kuaminiwa na mambo mengine yataendelea. Kwa maana yake huyo mtu atakuwa amequalify sisi kumfanyia extension ya mkataba, kumuongezea mkataba mwingine wa miaka 5 ili aendelee kuuza duka letu. Kwa kweli hilo swala la provide atmosphere ambayo itawafanya wenzetu wafanye kazi vizuri, jumuiya ya wazazi tumelifanya kwa uadilifu mkubwa na kwa wivu mkubwa sana kuhakikisha kwamba wenzetu tunawatengenezea mazingira ya kufanya kazi vizuri na kutekeleza majukumu yao kwa uzuri kabisa. Na tunafahamu kwamba jumuiya huwa kuna miradi mnaianzisha kwa masuala mapana ya chama na wananchi kwa ujumla. Pengine ni miradi ipi ambayo mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sumbawanga ameshawahi kuwasaidia ili uweze kukua, na kama pia kuna mafanikio yaliyopatikana kutokana na ushirikiano wenu wa karibu na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sumbawanga, unaweza kutuambia pia? Asante sana. Kwa kweli sisi tumekuwa tukifanya kazi vizuri sana na mheshimiwa mbunge, na kila ambapo tulikuwa tukimhitaji kwenye shughuli zetu za jumuiya amekuwa akitunga mkono kwa kiasi kikubwa, kwa support ya fedha, mawazo na mambo mengine, kwa sababu pengine wakati mwingine tunataka kufanya mambo yetu tunakuwa tuna ukosefu wa fedha, japo na baadhi ya miradi ambayo tunaifanya, tuna mradi wa nyuki, tuna mradi wa kilimo cha shamba la mahindi na miradi mingine ambayo kama jumuiya tumejaribu kuibuni. So, kwa kweli mheshimiwa mbunge kwa nafasi yake amekuwa akitusogelea sana. Kila tunapohitaji financial assistance amekuwa akikimbilia na kutusaidia.
Sasa ingine tunataka unajua kusaidiwa sio fedha. Pia kuna ushauri, mawazo. Anytime tunapokuwa tuna uhitaji, kwa kweli tuna conversate vizuri. Hakuna hata ukimpigia simu atakwambia labda pengine nipo kwenye sessions za bunge, nikitoka nitakurudia. Na kwa kweli anakurudia. Ni mtu ambaye kwa kweli nikimwangalia personal, ni mtu ambaye ana vision kubwa na maendeleo ya watu wa wananchi wa Sumbawanga mjini. Na yuko very committed na anajitoa kwa muda na fedha na mambo mengine binafsi ya kuhakikisha kwamba tunasaidiana, kwa sababu kama jamii kuna mahusiano yale ya kiuongozi na kuna mahusiano mengine ya kijamii, na kwa namna moja nyingine anapokuwa anapata nafasi anashiriki kwenye mambo yote hayo. Kwa hiyo lazima nikiri kweli mheshimiwa mbunge tunafanya naye kazi vizuri na amekuwa akisaidia kwenye mambo mengi. Okay, na pengine mkipata nafasi ya kutoa ushauri au mapendekezo kwa mbunge, mnaweza mkatoa mapendekezo gani kuhusu mahitaji ya wazazi ndani ya jimbo la Sumbawanga mjini pamoja na watoto katika jimbo? Kama tukipata nafasi ya kushauri au kama ambavyo tunamshauri kila siku ni kwamba kwanza aendelee kuwa supportive kwa miradi ya jumuiya wazazi, lakini pia kuhakikisha, nafikiri ni wajibu wa mbunge pia kuwa karibu na wananchi, kwa sababu mbunge anachaguliwa na wananchi. Ndio. Na kuhakikisha panakuwa pana ustawi kwenye jamii, mambo ya ustawi wa jamii na vitu vingine ni jukumu la mbunge pia kuwa nalo karibu na kuangalia pamoja na miradi ya maendeleo, kama pia hata maendeleo yakifanyika tukiwa na jamii ambayo ina mmonyoko wa maadili pia isaidii. Itakuwa ni tunajaza maji kwenye kapu. Kwa hiyo pamoja na kushughulika na shughuli za wananchi, maana yake ni miradi ya maendeleo kwa nafasi yake kama mbunge kupitia fedha za mfuko wa jimbo au kupitia bajeti ya serikali na usimamizi wake, pia ana jukumu lingine la msingi la kuhakikisha kwamba maendeleo na ustawi wa wananchi ya wananchi wake yanaendana sambamba na kasi ya maendeleo. Kwa hiyo nafahamu mbunge kwa nafasi yake anaingia kwenye vikao vingi, kwenye bungeni, anaingia halmashauri kwenye baraza la madiwani kama senior councilor, kule ana kamati ya mfuko wa jimbo ambaye anaiongoza, na mambo mengi ya kijamii na ya kimila ambayo kama mbunge kwa nafasi yake anaalikwa. Nafikiri kwa atapata nafasi na forum nzuri pia ya kushauri kuhusu maadili ya watoto wetu na maendeleo ya watoto shuleni na makuzi mazima ya jamii yetu ya watu wa Sumbawanga. Okay. Voice FM, lugha ni moja.